Logarithm. Leo tunakwenda kujifunza somo la logarithm. Logarithm kwa definition rahisi ni njia ya kutafuta exponent ambayo pia inakuwa be undergo na base automatic na kupata jibu fulani. Kwa hiyo jibu lenyewe linategemeana ni jibu litakuja namna gani, either to whole number, decimal fraction au natural number, kwa namna yoyote ile. Ila cha msingi jibu litoke, pia exponential lazima ihusike kwenye logarithm kwa namna yoyote ile. Sasa hebu tuende tukaangalia sheria za logarithm. Kama nilivyosema kwamba kama umeshasoma exponent and radicals, sheria za logarithm zitakuwa ni rahisi sana kwako, hazitakusumbua. Tunaanza na laws number 1 ya logarithm. Laws number 1 inaitwa product. Product ni kama uzalishaji tu. Laws number 1 product. Mfano sasa, kwenye hilo laws ina be applicable namna gani? Mfano umepewa log x and y. Ukana tu sasa umepewa namna hii ili usave vizuri kwa haraka. Log x plus wanaandika kwa sababu huenda labda huwa naongea pia sababu huenda ninavyoandika hapa hivi uone. Umeona? Umepewa log x times y. Ili usave ile swali ipo kwenye product hii, kama ipo kwenye zidisha. Sasa ili tu expand sasa tupate majibu, tunapeleka kwenye jumlisha. Ndio maana product law. Kuja hapa log x plus log y, unakuwa tayari umeshapata jibu lako hapo. Hiyo ni laws namba 1 ya logarithm. Tunakuja pia laws ya pili inaitwa quotient law. Hii ni laws mgawanyo. Tumeshakuja kwenye product ambayo ni zidisha, tunakuja laws ya mgawanyo. Laws namba 2 quotient law. Hii inabi applicable namna gani? Mfano umepewa swali log x over y. Umepewa swali la gawanya sasa. Kwa hiyo itategemeana, sio kwamba lazima upewe hivi. Unaweza kupa kinyume chake. Anaweza kukupa mfano, tuchukue mfano laws number 1. Anaweza kukupa log x plus y. Ili ulipeleke sasa kwenye jibu, lazima ulipeleke pia kwenye times. Kwa hiyo lazima ina be vice versa, zinategemeana. Mfano sasa umepewa hapa log x over y bracket. Hii ndio laws ya quotient, ile mgawanyo. Kwa maana kwenye expansion yetu tunasema log x toa log y. Umeshaelewa hapo? Hiyo ni laws number 2. Laws number 3 inaitwa ya power logarithm. Mfano umepewa laws number 3. Umepewa log x base x afu y ya exponent z. Mfano umepewa swali kama hili, umepewa log x y power z ambapo ni exponential. Sasa namna kuitransform sasa hii ni namna hii rahisi kabisa. Hii inatakiwa ije huku, hii z hapa exponential inakuja nyuma ya logarithm huku, ili tuweze kupata whole number. Sasa hapo ndo tunapopea kati ya number na base. Baada ya hii z kuja, tunaileta z huku, tunatransform, tunasema z log x namba ngapi? Namba y. Sasa hapa mfano sasa angekuwa na x, tuchukue mfano log x na hii way tuchukulie mfano sawa na x. Ingekuwa log x ingekuwa imeisha automatic, tuna simplify, tutaenda kujua kwenye laws fulani huko mbele. Kwa hiyo jibu la kwanza sasa is equals to z, ndio jibu letu. 1 times z times 1 is equals to z. Z times 1 is equals to z, si ndio? Haya, hiyo laws namba 3. Laws namba 4 ya logarithm kwa haraka. Sasa hapo ndo tunaenda kuexpand sasa. Mfano the same base inaitwa same base, yaani base ambazo zinafanana. Mfano nilikuwa nakuelezea hapa, kumbe ipo huko. Mfano log x base x. Sasa hapo inategemea exponent ya base x ni ngapi. Hiyo ni 1 tu. Tuna transform namna gani? Hii sinakuwa tunaileta kwanza huko hivi. Hii 1 kwa sababu ipo automatic, ndio maana ipo hata kwenye hatua tuiandike hapa. Hiyo ipo automatic tu. Ipo maybe hide himself then is safe. Kwa log 1 times log x x inakuwa inaisha, so jibu letu is equals to 1. Hiyo ndo laws ya the same base. Kwa hiyo ukiona vitu visikuchanganye, huwa zinategemeana. Kwa hiyo unaweza kupewa combination ya laws number x, laws number y. Yaani laws mfano number 1 ya product, ukapewa pia na laws mfano number 3. Laws number 3 hapa ni laws number 3, laws number 4 ya the same base ambazo zinafanana. Pia tunaenda kwenye laws nyingine. Mfano ukiona laws yoyote
Mfano logi ya logarithm 1. Mfano umepewa logi ya b1. Hiyo automatic jibu lake ni sawa na 0. Nafikiri kule unarudi kwenye logi za exponent kule na radicals. Ukishaambiwa kwamba namba yote power 1 is equals to number na namba yote power 0 is equals to 1. Ndio kitu ambacho tunakuja kukiona huko. Kwa hiyo ukiona log b kwa namba 1 jibu linakuwa sawa na 0 mzee. Hiyo ina ubishi hiyo. Hapo nadhani tumeshaelewana. Na ile nyingine ni ya kubadilisha base sasa. Lozi nadhani ndio itakuwa ya mwisho. Hii ndio itakuwa ya mwisho hapo. Change of base. Mfano hii lozi namba 5 na namba 6. Hizi tu ndio muhimu. Change of base ambayo inasema log mfano b m. Umepewa log hiyo hapo. Maana zinakuwa different number. Different base in number. Tunasema hapa log ya m over log ya b. Nafikiri hapo mnakuwa mmenielewa. Umepewa mfano log b m. Mfano umepewa log b m. Log base b number m is equals to log ya m inakuwa pale juu afu over unaidivide sasa inakuwa log ya b. Kwa ile ya b ya base ambayo ndio logarithm inabaki kule chini. Hii nyingine ndio inachukua tu neno log pale and then tunachukua ile m. Nafikiri hapo itakuwa imeeleweka hizo. Hizo ndio laws za muhimu sana za kuzingatia kwenye logarithm. Nafikiri mpaka hapo mtakuwa mmeelewa sasa. Kwa hiyo tutaenda kwenye maswali zaidi ili tuelewe.